Ni wakati mwingine tunaenda kumwabudu Mungu kwa njia ya kumtolea zaka na sadaka. Naomba mniruhusu nisome kifungu kimoja ili deacon na deaconesses wakiendelea kusimama tukusanye sadaka. Nasoma kutoka 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Inasema, so let each one give as he purpose in his heart, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. This verse emphasizes the importance of giving back to God with a willing heart and a trusting heart in his provision. Naomba deacon na deaconesses tusimame tuombe ili tuweze tukakusanye zaka na sadaka, na kila mtu ajue ikifika Sabato takatifu wiki mzima Mungu amekubariki, usiwe unakuja na mkono tupu. Tuamini tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Mungu Baba isiye juu mbinguni, asubuhi njema Sabato takatifu tumekuja miguuni pako. Baba, tuko na wingi wa shukrani kwa umbali umetutoa. Baba, saa imefika tunaenda kukuabudu kwa ajili ya kukutolea zaka na sadaka. Baba, tunaomba utubariki na utufunze tujue jinsi ya kukutolea, na tusije tukakuche mikono mitupu kanisani mwako. Wiki mzima Baba tunajua umetubariki. Baba, ninaomba kila mmoja uweze ukatufundishe jinsi ya kukutolea, tujue kwamba kukuabudu vile sote umetupea tuko nazo ni zako Mungu Baba. Sasa tunapoendelea kukusanya, tunaomba uwe nasi na Sabato nzima yote, wakati vipindi vingine zinapoingia Baba usidi kuongea nasi. Roho wako Mtakatifu ukachae kanisani mwako lote. Nimeomba na kuamini katika jina la Baba, la Mwana, na Roho Mtakatifu. Amen. Number 95, Women Ministries wanapokuja kwa wimbo. Women Ministries. Wataka Roho Mtakatifu kwako, uzilete zaka kwa hazina, ukae karibu na Bwana wako, ndipo utabarikiwa. Zileteni zaka kwa hazina, kanijaribu sasa nazo nitakupeni mibaraka zaidi ya nafasi ya kupewa. Je, una kasoro na Bwana wako? Uzilete zaka kwa hazina, usilete kama alivyosema, ndipo utabarikiwa. Zileteni zaka kwa hazina, kanijaribu sasa nazo nitakupeni mibaraka zaidi ya nafasi ya kupewa.
special item, Kianya Vinge Home Church, welcome. Church choir, I'm sorry. Church choir, please rise up. Give us a special song. Liga Sanya
Happy Sabbath. Happy day. It's time for the children's sermon. Let's welcome primary class for the children's sermon. Upon the Isle of Patmos, a man was cast one day. As he was left alone to die, he began to pray. The Holy Ghost fell on him, the Spirit, he came down. Well, he began to write about the things he saw. The Revelator's name was John. Talking about John. John the Revelator, he saw Jerusalem coming down. Yes, it was John. John the Revelator, and when he looked around, he saw feet like brass, eyes like fire, heard a great voice saying, "Come up higher." It was John the Revelator. He wrote about the city of God. While in the Spirit praying, John turned around to see if the voice he had heard was what it seemed to be. Just like the many waters, a great trumpet sound. Well, he said, "I am the first and last." The Revelator wrote it down. Talking about John. John the Revelator, he saw Jerusalem coming down. Yes, it was John. John the Revelator, and when he looked around, he saw feet like brass, eyes like fire, heard a great voice saying, "Come up higher." It was John the Revelator. He wrote about the city of God. Welcome to the children's sermon. Last Sabbath, we learned about God's throne, part 1. We learned that God is a loving God and gave the pictures on how the heavenly throne looks like through John the Revelator. We learned about the 4 living creatures, which continuously kept singing, "Holy, holy, holy is the Lord Almighty." We learned whenever the 4 living creatures gave glory, honor, and thanks to everlasting God, the 24 elders fell down before him who sits on the throne and worshipped him forever and ever and cast their crowns before the throne. We learned that other than representing the real thing of what they do in heaven, the 4 living creatures also represented Jesus as the Lion of Judah, who came in form of man and took away the nature of a servant, just like the ox and swiftness of an eagle. The representative of the 4 Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John. The wings representing the fact that the gospel message full of wisdom will reach the 4 corners of the world. Today, we shall learn about the throne of God, part 2 from the book of Revelation, chapter 5. John saw wonderful throne of God, the sea of glass in front of the throne of God. John saw a wonderful throne of God. The sea of glass in front of the throne of God. The 24 elders wearing a crown on their heads, and the angels singing. Worthy is the Lamb that was
Now John's attention was drawn to the glorious being on the throne. In his right hand was a scroll with writings on it. The scroll was sealed with 7 seals. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. This must contain the story of the future that Jesus promised to tell me, John thought. And he was right. But first, the scroll had to be opened. Suddenly, an angel called out in a loud voice, "Who is worthy to open the scroll and break its seals?" There was no answer. It seemed as if no one on earth or heaven was going to open the scroll. John wept. He was so disappointed. Then a voice said to him, Do not cry. The Lion of the tribe of Judah, the Root of David, has conquered so that he can open the scroll and its 7 seals. John looked around for a lion, but instead he saw a lamb, as though it had been slain. It was symbol of Jesus. Of course, as Jesus came forward to open the scroll, the 24 elders sang a new song, saying, "Worthy art thou to take the scroll and to open its seals. For you was slain, by your blood ransomed men for God from every tribe and tongue and people and nation. You have made them a kingdom and priests to our God, and they shall reign on earth." Then John heard the most wonderful music which he had ever heard. It came from a mighty host of billions and billions of angels. It seemed that they filled all heaven. They were singing heaven's Hallelujah chorus. What is the Lamb who was slain to receive power, wealth, might, honor, glory, and blessing? Do not cry. The majestic sound swelled louder and louder until it seems as though every creature in heaven and on earth was joining in this glorious song of triumph. To who sits upon the throne and to the Lamb be blessings and honor and glory and mighty forever and ever. Let's pray. Our Father who art in heaven, thank you for guiding us in this children's sermon. Thank you. Help those people who are in need. In Jesus' name we pray and believe. Amen. Amen. Thank you for listening to our children's sermon. We invite you next Sabbath for more lessons. Till then, bye. See you. Happy Sabbath. Mumesemaje? Happy day? Hapana. Happy Sabbath, happy Sabbath. Tukikutana kesho uniambie happy day. Happy Sabbath. Mmesema vizuri. Kuna maneno matatu ambayo yanahitaji divine intervention. Ambayo ni maana ya maneno makuu ni changa ambayo limekumba nchi ya Kenya na ulimwenguni kote. Na kwa sababu hiyo nitamuita Pastor George ache mbele, maana watoto wetu on Monday wanarudi shuleni. Kuna watoto hapa wanarudi shuleni, nataka kuwaona wakisimama, nataka kuwasalimia. Watoto wa shule ambao mko hapa, msimame juu. Mko wapi? Mko wapi watoto wa shule? There is a good number here. They are going back to school needs divine intervention. Maana kulikuwa na mvua na mafuriko na gharika na imechukua maisha ya watu wengi.
Na hata wasasi wengi tunaogopa, maana mali tukimtuma mtoto shule tuna uhakika atafika ama hatafika. Si uoga huko ama hakuna? Basi watu wengi wamefariki kwa ajili ya maji ambayo yamefurika nchini Kenya. Na watu wengi wamekufa ambao wengine wanaomboleza kifo cha wapendwa wao. Mmoja wao ni kiongozi wetu wa East Kenya Union Conference, Pastor Samuel Makoli, ambaye mama yake amelala na atasikwa tarehe 17 Ijumaa ijayo. Hayo yote yanahitaji divine intervention. Kwa sababu hiyo namhitaji pastor atatuweka wakifu mkononi mwa Mungu na wakabidhi hao wote. Wiki mbili ambazo zimepita tuliombea watoto wetu, walikuja hapa mbele tukaombea, tukasema ya kwamba wakienda shuleni waende safari njema. That Monday morning wengine walikuwa wamesafiri, wengine walikuwa wamefika Nairobi, lakini tangazo likakuja ya kwamba wapaki nyumbani mpaka hali ya mvua itulie. Na hivi sasa kumetangazwa ya kwamba on Monday warudi mashuleni. Hatuchoki kuombea, kwa hivyo kwa njia ya kipekee naomba wazazi pia wao watoto ambao watasafiri kwenda shuleni tusimame wote, so that we can dedicate the month to the hand of the Lord, so as they travel as from Monday wafike shuleni salama. Na tunaamini ya kwamba Mungu wa neema, Mungu wa mibaraka atawalinda. Tuonane na wao mwezi wa 8 wakati wa makambi yetu. Having done so, tuamini na tuombe pia. Tuombe kiongozi wetu wa EKUC Pastor Daktari Makoli, ambaye pia mama yake alifariki, anasikwa tarehe 17 pale Nyamonyo. Na ujumbe ambao alituma kwa kanisa letu ni ya kwamba he served us for 1 year, that is in the year 2000, akaondoka 2001. Kwa hivyo amesema kama kanisa, because he served us as a district mpaka kwenda when we were one district including Jogoo South, Jogoo North, amesema ya kwamba tumwombee and he require our support. Kwa hivyo kwa wale ambao tungependa kumsupport, tumuone our church treasurer Eldomale ama Chege, ili tupeane mchango yetu na itamfikia. Tuamini na tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Mungu wetu, tunasema ni asanti. Wiki mbili zilizopita tuliombea wanafunzi wetu na wasasi ya kwamba wangeenda shuleni mahali ambapo wanasomea katika shule za bweni, ingine ni za day school, na wangekuwa wanasafiri, lakini tangazo kutoka kwa serikali ikawasimamisha kwenda. Kuna wengine ambao walisafiri hata wakafika Nairobi wakarudi, na tumekuwa na wao kwa wiki mbili. Vile umewalinda for the last 6 weeks. Sasa kuanzia siku ya Jumatatu wataenda mashuleni kama kanisa. Tunaweka wakufu ya kwamba uwalinde, uwahifadhi, wafunike na damu ya mwana wako Kristo. Na tunaomba ya kwamba wafike salama, na kwa hizi wiki ambazo watakaa pale shuleni, iwe ni miezi 2.5 ama 3, tunaomba ya kwamba uwalinde watakaporudi mwezi wa 8 tusherekee makambi pamoja. Tuliombea wazazi wetu ambao labda wakuwa wamepata school fees, na tunaamini kupitia kwa neno lako ya kwamba ungetubariki. Tunaamini ya kwamba umetubariki kwa njia nyingi. Labda kuna 1-2 ambao hawajafanikiwa kupata school fees. Between now Monday, Tuesday, tunaomba Mungu wetu ufungue njia ili watoto wetu
wanawiri katika masomo, kwa maana umesema watu wangu ni wa mbele wala sio wa mkia. Kwa hivyo tunawakabidhi mikononi mwako na tunaamini ya kwamba tutakutana na wao wakiwa salama. Katika jina la Kristo tunaomba na kuamini, na kila mmoja aseme asanteni. Tunaweza keti. Namleta pastor ambaye atatuhubiria. Kabla ya pastor, Vice Chancellor wetu wa Kisii University Professor Ogechi, naomba ukuje utusalimu tu ili pastor simame aendelee na program. Familia ya Elder Professor Ogechi ambaye anasimamia chuo chetu cha Kisii University walikuwa wameketi mahali, wamepotelea ama wako ndani ya kanisa. Kuja tu tusalimu. Isa leo opportunity. Naamini alikuwa wameketi mahali. Kuja tu na familia utusalimu. Isa nimemwaichaki tu, lakini waja tusalimu. Kwa maana is fellowship nas for the first time. Wacha tu atusalimu. Akiendelea kuteremka, mwenye analeta neno la Mungu ni Pastor Ramek Atika. Pastor Ramek Atika is an educationist, a pastor. Amekuwa akisimamia idara ya elimu katika conference yetu, and as for now is serving as a district pastor in Chogo district. Yeye ndiye atatuletea neno la Bwana. Ni wangapi ambao wanasema karibu Pastor Atika? Asanteni. Amealikwa na Home Church ya Chogo, Kianyavinge Home Church ndiye anasimamia. Professor Ogechi na familia wako hapa, wacha tusalimu. Najua most of your lecturers wanafundisha, wanashiriki nasi. Nikirudi Nyata huyu anachukua video. Kwa hivyo karibuni. Feel free katika kanisa letu. Professor Ogechi. Happy Sabbath. Mubarikiwe sana. Hamjamboni. Asante sana. Mungu awabariki. Tuonane. Agonte bune kerale kanisa tariko ku profesa akoro kwa Elder Ogechi. Mnasemaje? Ni wangapi ambao wanamkaribisha kwa kanisa letu? Asanteni sana. Karibu pastor. Tangazo la pili ambalo pastor anaupatia wakati huu ni kwamba pastor naye anashiriki katika Ekenyoro Kianyavinge Home Church. Hiyo ndio Home Church yangu. Hapo ndio napoishi, hapo ndio kwangu. Hii ndio kanisa langu ya nyumbani. Na kwa sababu ni kanisa yangu ya nyumbani, hebu njoo hapa mbele niwaone kama ni ukweli mpo ama hamko. Njoo mbele haraka niwaone. Ni mibaraka mikubwa kuwa na Home Church kama hii. Hata Pastor George alienda wapi? Nataka msimame vizuri, nataka kuwaona vizuri, msimame vizuri, msimame vizuri. Wangapi wanasema Ekenyoro Kianyavinge wamejaribu sana vile wanavyoonekana tu kwa kuonekana. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya Ekenyoro Keiga. Na ikiwa wewe unaishi hapo kuanzia hapo Texas mpaka huko mbele kabisa huko mpaka wa Kisii na Wacharuo huko, chiunge na hii Ekenyoro ndio ya maana. Home Church ni ya maana sana. Maana hapo kuna program ambazo zitakufaa na wewe unapoishi hapo hiyo area yao. Kwa hivyo kwanza nitawaombea. Pili watatoa wimbo. Wakimaliza waketi, pastor atoe tangazo la mwisho, aombe watu waende nyumbani. Kuna tangazo moja limepakia na ndio tangazo la mwisho. Na
nimefanya mwito wale ambao tunaishi pale kuanzia Texas, hapo ndio tunaita Denmark, si ndio hiyo? Hapo kwa daraja. Ukienda mpaka wapi mwisho? Nyatieko. Bas, Nyoro yetu na Kieke, bwana mchiunge na hao. Nitafurahia sana kuwaona hapa. Basi ni wangapi pamoja nami wanaombea hao? Mungu akawabariki, ajaze na Roho Mtakatifu ili wafanye kazi na wafute wengi na walete wengi pale kwa Nyoro yao. Our Father and our God in heaven, we want to thank you for this home church, Kenya Wingi. It's an home church that you have set aside, purposely, God, to nurture and help your sons and daughters to grow in their spiritual life. I commit them to your hands, God. First, that you forgive us our sins. Wash us clean in the blood of Jesus. That God, as they continue to minister, as to continue to carry this burden of the cross and the gospel to all villages and homes, let your will be done in their lives. Bless their families. Bless their children. Bless their wives. Bless their husbands. Bless the neighbors that live with them, that God, in this process, your will may be done. For we pray through the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Wimbo moja, muketi chini. Is tenderly calling thee home, calling today, right from the sunshine of love without home, farther and farther away, calling today, Jesus is calling, is tenderly calling today, calling today, calling today. Jesus is calling, is tenderly calling today. Jesus is calling the weary to rest, calling today, bring him thy burden and thou shalt be blessed, he will not turn thee away, calling today, Jesus is calling, is tenderly calling today, calling today, Jesus is calling, is tenderly calling today. Jesus is waiting, oh come to him now, waiting today, come with thy sins at his feet, lowly bow, come and no longer delay, calling today, Jesus is calling, is tenderly calling today, calling today, Jesus is calling, is tenderly calling today.
is pleading, oh, listen to his voice. Him today, they who believe on his name shall rejoice. Quickly arise and away. Calling today, calling today. Jesus is calling, he's tenderly calling today. Calling today, calling today. Jesus is calling, he's tenderly calling today. Oh, Longoi, oh, Longoi. Yes, oh, Longoi, come on, Hawa ambao ni wana home church hiyo Kianya Vinge wameimba vizuri, tunamshukuru Mungu maana amewawezesha kwa kuimba huko. Na ni bahati kubwa kwetu maana Mungu ametupa kipawa cha uhai, leo tuko hapa. Na pastor nataka kutoa tangazo lake la mwisho ili tuombe tuende nyumbani. Tangazo langu la mwisho limeandikwa hapo juu, occupy until I come. Hilo ndio tangazo kuu ambao nataka kutoa, occupy until I come. Na fungu kuu ambao tumesoma ni Luka 19 fungu la 13. Lakini kwa kukusaidia utaanza kuwa fungu la 11 hapo mpaka 13 itakusaidia sana. Lakini haya mengine utaenda kusoma ukiwa nyumbani. Miaka ya 70 mwisho na miaka ya 80 ikianza mpaka mwaka wa 85 hivi, 84 85, tulikuwa Pathfinder ilikuwa imeanza kushika moto sana Kisii. Na wakati huo wana Pathfinder walipokuwa wakiingia kwa kanisa ama kwa makambi, walikuwa wanaimba wimbo moja inathibitisha kwamba wanaingia kwa makambi ama kwa kanisa. Walikuwa wanaimba hodi twaingia, hodi hodi twaingia, kanisa la Mungu, Pathfinders twaingia. Pathfinder wakiingia kwa kanisa, wakati ilipokuwa kwa makambi wakisimama mbele, wanafanya vitu ambavyo vinaonyesha kwamba watoto wetu wana hamu ya kuhubiri Injili. Lakini watu ambao walikuwa wengi hawakuwa wanachukua serious, wanafikiria watoto hao wanacheza. Kwa mfano wakiingia mbele wakati wa makambi, wamejipanga vizuri, wameimba vizuri, wanafika wakati wana communicate message ambao Mungu amewapatia. Wakati mmoja nilikuwa nimeketi pale kwetu, nasikiza Pathfinder wakisema maneno. Mmoja akaanza, ense ya very papron, ya very papron. Ense ya very papron, ya very papron. Okonyoro moise komonene, agotorecha enchira, etari koiro tundubali, ense ya very papron. Watu wanacheka, wanafikiria Pathfinder wanafanya mchezo. But Pathfinders are very serious. Very serious. They never took the men serious. Wakafikiria watoto wanafanya mchezo hapa mbele kwa nini? Kumbe watoto wana ujumbe wanapatia watu, na watu hawataka kufanya nini? Hawataka kusikiza ujumbe wa wana Pathfinder. Ikaendelea hivyo miaka hiyo yote, ikawa ni kwamba ni msaa tu watu wanafanya katika kanisa. Kumbe ni wakati wa mwisho tunapoishi, chingakichio moelio na Yesu wako karibu kurudi, and people are never serious with whatever is being preached. Hata wakati wa Yesu ilikuwa hivyo hivyo. Yesu akiwa duniani anapohubiri, watu they never took him serious. Walimchukulia kwa msaa kama Pathfinder akisema nse ya very papron, watu wanacheka, wanamaliza, wanaenda nyumbani, maisha yanakawa kama kawaida, hawaoni kitu chochote. Je, nakuuliza, Pathfinder anaposema nse ya very papron, are they serious ama wanafanya mzaha? Na wakisema nse ya very papron,
Hiyo ni kumaanisha nini? Dunia imeharibika. Vitu ambavyo vinatendeka vinaonyesha, vinatiilisha kwamba tumefika ukingoni. Watu wanaenda wapi? Watu wanaenda mbinguni. Yesu alipokuwa anahubiri ilikuwa hivyo hivyo. Na wakati mmoja katika Luka 19 hapo unaona Yesu akiteremka akielekea Jeriko. Amefika Jeriko hapo, unamuona mtu mmoja alikuwa mfanyikazi mkuu wa serikali, alikuwa amesimamia watoza ushuru wote pale eneo lile, pale province ile. Na aliposikia Yesu anateremka pale, akakimbia mbele, akapanda juu ya mti. Ule mti ulikuwa unaitwaje? Mti wa mkuyu. Amepanda hapo juu. Basi hiyo sio siku ya leo, lakini nataka kuonyesha kwamba Yesu alikuwa wapi? Katika mji wa Yeriko. Na ako njiani katika safari yake ya mwisho ya kuingia kule Yerusalemu. Na anapoingia Yerusalemu atakufa pale, atasikwa, baada ya siku 3 atafufuka. Lakini anapoelezea watu mambo haya, walikuwa wanamfikiria anafanya msaa, anafanya mchezo tu. Jesus is not serious. Basi nataka unisikize vizuri, maana wengine wanafikiria tunafanya msaa fulani. Nataka unisikize vizuri. Tumesema Yesu wako wapi? Mji wa Yeriko. Kutoka Yeriko anaingia wapi? Yerusalemu. Na tumesema akinapoingia Yerusalemu ni safari yake ya mwisho. Na wakati huu anapoingia katika Yerusalemu ilikuwa wakati wani? Wakati wa Pasaka kuu. Na wakati wa Pasaka katika mji wa Yerusalemu, mahujaji walikuwa wanakuja wengi, watu wanasuru ule mji, watu wapatao 2,000,000. Watu wangapi? Na zaidi. Hawakupungua 2,000,000, walikuwa watu 2,000,000 na zaidi. Ndio walikuwa wanaingia katika mule mji wa Yerusalemu siku kuu ya Pasaka. Na siku hiyo Yesu naye na wanafunzi wake wanateremuka wakielekea mji wa Yerusalemu. Na walipofika njiani wakakuta watu zaidi ya 2,000,000 wamepiga mstari pale, wanamlaki Yesu, wengine wanaimba, wengine wanafurahia, wengine wanarukaruka. Maana yake ya kurukaruka sio kwamba Yesu amekuja atakufa, bali wanarukaruka maana inasemekana katika unabii kwamba atakapoingia mji wa Yerusalemu mara yake ya mwisho atanyakua ufalme na atachukua uongozi na ataongoza ulimwengu na atakonga ulimwengu wote na watakuwa chini yake. Walikuwa katika kimawazo wanafikiria hivyo. Kumbe sio vile. Yesu anataka kuwasaidia, na anapotaka kuwasaidia ili akawatoe katika mawazo ambao mabaya potofu waliokuwa nayo, akawapatia mfano mmoja ambao ni mfano ambao tutaangalia siku ya leo kwa ufupi tu. Hatutaangalia kwa urefu maana ni mrefu sana. Nitachukua fungu la 13 tu peke yake, na mengine wewe utaenda nyumbani ukayasome mpaka ukafike mwisho wake. Na mfano ambao anawapa ni mfano mzuri, the parable of the bounds. Nataka unisikize vizuri, maana usiponipata hapa tukienda chini kidogo hautanipata, nitakuwa nimekupotelea. Lakini sitaki nikupotelee, nataka tuwe pamoja. Tumesema Yesu ako Yeriko, anateremka, anaingia wapi? Na watu ambao wako njiani ni watu wangapi? Zaidi ya 2,000,000. Na hao watu wameingia katika province ya Judea, na province ya Judea ilikuwa moja ya province ya empire mkubwa ya Warumi. Na katika mji huu, katika province hii, aliyekuwa mtawala wakati huu Yesu anapoingia Yerusalemu alikuwa anaitwa nani? Nani anisaidia haraka? Pathfinder ako wapi anisaidie? Herod the Great ndiye anatawala hapa ndani. Na Herod ni mtu gani huyu? Yeye ni Myahudi, lakini amekubalika kwamba aongoze. Maana Warumi walikuwa wamekubalia katika province ya Judea atakaye kuwa anaongoza ni Myahudi, lakini huyu Myahudi lazima aende mpaka mji wa Rumi akapokelewe pale, akathibitishwe kwamba amekubalika kuwa mkuu wa province ya mji wa Judea. Na hata Herod the Great aliteremka pale. Hata Herod atakapokufa, mwana wake ambaye anaitwa Archelaus
ambaye atachukua uongozi kwa mfalme wa Judea wa Wayahudi hapo, lazima naye atateremka mchi wa Rumi akapewa kipali ili akakuja kuongoza. He must be confirmed and approved by the government then of the great empire of Rome. Lazima afike pale akathibitishwe. Na Yesu anapoangalia hao watu ambao wanamsingira hapa wakiimba, wanafikiria kwamba na Yesu akifika pale akimaliza ataleta ufufuo, atawasinda hao Warumi wote, akachukue uongozi naye akawa kiongozi pale. Kwa hivyo walikuwa na mawazo with a great excitement kwamba Yesu akiingia Yerusalemu sisi tutakuwa tumepona. Yesu akiingia Yerusalemu atakuwa amewatoa Warumi. Yesu akiingia Yerusalemu ataleta unafuu, hatutakuwa watumwa wa Warumi, tutakuwa wa watu huru, tutakuwa tumefunguliwa, basi tutakuwa vizuri. For Jesus to correct this notion, a notion that is not true, akawaambia hii hadithi ambayo naangalia hivi kidogo kidogo tu kwa ufupi. Hawakuelewa kwamba Yesu anapoingia Yerusalemu katika Luka 18 fungu la 33, hiyo mtaenda nyumbani kusoma. Luka 18 fungu la 33 inasema kwamba inampasa Yesu aingie katika mji wa Yerusalemu, na akiingia pale atateswa, atasurubishwa, atakufa, atafa pale ndani. Na wao hawakuwa na hiyo, lakini Yesu anataka wasaidie na wao wakachue kwamba huyu Yesu anapoingia ndani, ingawa wanaamini yeye ndio Masihi, ingawa wanaamini yeye ndiye amepakwa mafuta wa Mungu, ingawa wanaamini kwamba yeye ni mwana wa Mungu, lakini katika mawazo yao walikuwa wanafikiria vibaya, wanamdhania vibaya, walikuwa wanafikiria vibaya, wanamdhania vibaya. Maana katika unabii ilikuwa imeandikwa kwamba atakapoingia Yerusalemu atachukua uongozi. Atakapoingia Yerusalemu atawatia adhabu maadui wake wote. Atakapoingia Yerusalemu ataleta utukufu. Haikuwa hivyo. Basi mtakapoenda nyumbani, soma katika kitabu cha Zaburi 102 fungu la 16. Hiyo ukiwa nyumbani usome. Hatutaisoma sasa. Umeandika chini? Nimesema Zaburi 100 na ngapi? Na 2 fungu la 10 na ngapi? 16. Ukienda nyumbani soma kitabu cha Mathayo, sio Mathayo but Isaya 11 mstari wa 4 na mstari wa 12. Nimesema Isaya 11 mstari wa 4 na mstari wa 10 na ngapi? 12. Hiyo utasoma ukiwa nyumbani. Na kitabu cha Isaya 24 mstari wa 23. Ukienda nyumbani utasoma hiyo. Kile nataka kuthibitisha ni kwamba hao ambao wameingia mji wa Yerusalemu, ambao wamekuja kuhiji katika sikukuu ya Pasaka, walikuwa na mawazo kwamba Yesu atakapoingia atachukua uongozi. Mawazo hayo ndio Yesu anataka kutoa katika mawazo yao. Anataka yatoe, hawapatie picha kamili ambao ndio ukweli wa mambo yote. Na picha kamili ni kusema kwamba nitakapoingia Yerusalemu, katika Luka 24 fungu la 46, kule ndani atasurubishwa, kule ndani akiingia atastakiwa, kule ndani akiingia watamkataa, kule ndani akiingia hawatamkubali, kule ndani akiingia atakufa na atafufuka baada ya siku 3, na baada ya kufufuka ataenda mbinguni kwa Baba yake ndiye akapate kibali, na baada ya kupata kibali atarejea katika humu duniani kutuchukua tuende kukaa nyumbani. Mawazo haya ambao hao walikuwa nayo hata tunayaona katika wanafunzi wa Yesu katika kitabu cha Mtume wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 6. Wanamuuliza, je, Yesu, sasa tukiingia vile umefufuka unachukua uongozi? Yesu anawaambia, hiyo sio kazi yenu, hiyo ni kazi ya nani? Ya Baba wangu wa mbinguni, sio kazi yenu. Kile najaribu kusema, hata nyakati za mwisho tunapoishi, tusipochunga, hata sisi tutapotoka katika mawazo yetu. Hata sisi tutakuwa kama watu tuliokuwa na tunaishi nao miaka ya 70 na miaka ya 80. Walikuwa wanafikiria pathfinders, wanafanya mzaa, wanafanya mchezo, na they are very serious, na kwamba wanahubiri injili. Mtume Paulo
anatukanya katika Wathesalonike wa pili sura ya pili mstari wa pili kwamba nasi tukachunge, tuangalie vizuri, siku ile ya Yesu haitafika mpaka yule ambaye ni mtu mharibifu, mtu mbaya ambaye atachiita ndiye Yesu, the Antichrist, atakaposimama bahari patakatifu, ndio siku hiyo tutaona kwamba tumefika wakati wa mwisho. Kwa hivyo tuna wakati, na sisi ambao tunaishi nyakati hizi, ambao tunaonekana siku ya leo kwamba lazima tumfanyie kazi Yesu, lazima tutoe ushuhuda kwa ulimwenguni kote kwamba mimi na wewe tumeokoka, tumempokea Yesu, na Yesu akiingia ndani yetu, basi tumepata jukumu la kupeleka ujumbe kwa watu wangapi? Halo? Tupeleka ujumbe kwa watu wangapi? Basi kwa nini wale watu waliokuwa nao miaka ya 70 mwisho na miaka ya 80 mwanzo Pathfinder wakipeleka ujumbe wanaanza kuwacheka? Kwa nini watu ambao tunaishi saizi tukiambiwa huu ndio wakati wetu ambao tunashiriki katika mateso ya Yesu, huu ndio wakati wetu ambapo tunaweza kushiriki katika utumishi wa Yesu, huu ndio wakati wetu wa kupeleka ujumbe kwa watu wote, mbona tunafikiria ni msaa? Nataka kuuliza maswali 10 na sitaki jibu lako. Swali la kwanza, kwa nini uko hai leo? Why are you alive today? Why are you spared today? Why are you here today? Ama wewe ni mzuri kuliko wale walilala jana? Ama wewe ni mzuri kuliko wale waliouawa na maji ambayo ilikuja nyingi ikawasomba wakafa? Why are you alive today? Why are you here today? Nauliza, wewe ni daktari unatibu watu, mbona wewe hujafa? Unatunga watu sindano wanapona, wewe hakuna mtu amekutunga sindano, hujakuwa mgonjwa, mbona? Why you are living today? Na kuuliza, wewe ni daktari ambao unashughulika na roho za watu, ambao unaitwa counselor, maybe a marriage counselor, maybe whatever the counseling that you are doing, why are you here today? Na kuuliza, why are you here today? Why are you here today? Kwa nini wewe unaishi leo? Wacha niache hao wameuliza, mbona unauliza daktari maswali mengi hivyo? Kama wewe ni mwalimu, mwalimu anaanzia chekechea mpaka wapi? Mahali popote unafundisha. Na kuuliza, kwa nini wewe uko pale? Mungu amekupa wakati, amekupa kipawa cha kufundisha na uko pale. Mbona ni wewe unafundisha pale na sio mwingine? Kwa nini Mungu amekupa wakati huu na wewe ukafundishe pale wakati huu? Kwa nini wewe utakuwa mgonjwa na unaendelea kufundisha? Na hata ingawa ukiwa mgonjwa unapona na unaendelea. Ni nani sijauliza? Mfanyabiashara. Kuna mfanyabiashara hapa, ninajua ni wengi, ndio wengi wako hapa wameketi hapa. Wanaanzia biashara ile chini, ile ya malimali, ile ya kutembeza, ile ya duka, ile ya wapi, ya benki, wote ni wafanyabiashara. Kwa nini Mungu amekupa wakati huu ukawe katika wakati wa biashara na unafanya biashara nyakati za mwisho? Ni kwa nini wewe na mbona sio mwingine? Why you specifically? Why you? You. Why? Kwa nini Mungu amekupa muda? He has given you time. He has given you time. He has given you a mind to reason. He has given you your mental power. God has given you resources. Why has He given you the resources that you have today? Kwa nini? Mwingine amempa time, mwingine amempa talanta mbalimbali, mwingine amempa reason, power to reason, mwingine amempa power to do what? Kila kitu ambacho Mungu amekupa, wewe mwenyewe unaelewa kile Mungu amekupa. Ni kwa nini Mungu amekupa? Mimi unajua pastor, mimi Mungu achanipa kitu chochote. Wacha nikuambie kitu Mungu amekupa. A heart of kindness. Why has God given you that heart that when it is touched, it is so kind? Why has He given it to you? Why?
Unajua mimi pastor, Mungu hajanipa kitu chochote. Kuna watu hapa Mungu amekupa kipawa cha kukaribisha wageni. Why has God given you that? Hey. Mmoja ameniangalia na macho makali ameniambia, "Mimi pastor nimepewa kitu kweli? Unajua mimi ni mwanafunzi." Mbona mwalimu, Mungu amekupa kipawa cha time na uwahi kuwa katika ile shule. And you have all the time with your classmates. Have you witnessed to your classmates ama unafanya nini? What have you done to your classmates? Na kuangalia tu na macho yangu. Maswali haya yamekuwa mangapi? Yamekufika 10? Yamefika 10? Bado? Hajapita? Itapita tu 10, usijali, mengine yanakuja. Chibu liko katika mstari wa 13, Luke 19 verse 13. Nataka tuenda hapo haraka. Fungua hapo. Inasemaje? What is it there? What is it there? Chapter 19 verse 13. Inasemaje? Kulikuwa na microphone hapa mahali. Mtu ameiba. Iko wapi? Nani ameiona? Hai. So inasema So he called 10 of his servants, delivered to them 10 minas, and said to them, "Do business until I come." Hiyo ni Kisungu ambao ni nzuri sana, inaitwa New King James Translation. Na nataka ingine tena. Ingine isome. Na wewe fungua yako. Nataka nitakwambia tutasoma Biblia karibu 5 hizi. Utasikia tu jibu. NIV inasema so he called 10 of his servants and gave them 10 minas. Put this money to work, he said, until I come back. Put this money to work. Ile ya kwanza ilisema nini? Kumbe Mungu ilisema nini? Do business. Hii imesema put this money to work. Ingine nasemaje yako? Wapi mwingine? Ya Kiswahili nasema nini? Let's open those translations. We want to hear. The old King James translation ile ya zamani. King James ile ya zamani. Inasema vizuri sana. Inasemaje? Yes. Anza vizuri. Mami simama juu. Stand up, please. Anza vizuri vile naanza. Inaanzaje? Nataka usikie vile Biblia hiyo inasema. The answer is there. And he called his 10 servants. Yes. And delivered them 10 pounds. And said unto them, yes. Occupy until I come. Occupy until I come. Yako inasemaje? Na Kiswahili, nataka Kiswahili sasa. I'm looking for Kiswahili translation. Hamna Kiswahili hata Kikisi. Inasemaje? Akaita 10 katika watumwa wake, akawapa mafungo 10 ya fedha, naye akawaambia, fanyeni biashara hata nitakapokuja. Kwa Kisi, wapi Mkisi mwenyewe? Ndio huyu Mkisi, uko wapi? Basi akarangiria abantu 10, akorua 7 somba bae, akabaye birengo 10 byekiro pia, erinda akabatebya, biire mu byonchorerie goike karongo koraki. The answer is here. Why are you here today? Why are you alive? Why are you a teacher? Why are you a medical doctor? Why are you a businessman or businesswoman? Why are you a student today? Akawaambia, akawaita 10 wale, akawaambia, occupy until I come. The word occupy, I'm interested in that word so much. The word occupy itself, it means
to negotiate, to do business, to negotiate, to do business. It is not merely to possess as it often does in our language today. Siku hizi to occupy, it means to possess something. To possess something. Kuchukua kitu kikawa chako. Kama ni shamba, kama ni nguo, kama ni whatever it is, it becomes yours to possess. It is not just merely to possess as our language donates today. As our language indicates today, inamaanisha kwamba go and negotiate, go and do business. It means to improve, to embroil in business for the purpose of increasing it or making profit on it. It is not just going to possess it, just to occupying it, taking it. Sio hivyo. Ni kwamba umepewa hizo pesa, ukasichukue, ukafanye biashara nazo, ukatafute faida, ukalete faida. Sio pesa umepewa ukaenda ukafiche chini ya mattress, ama ukaweke kwa bank mahali fulani, ukamtoa huko ukapelekea mwenyewe ukamwambia ile hela yako ulinipatia ndio hii. No, it is you improve on it, you do business, you employ, use it, make more profit, use it, bring more and more, use it for the benefit of humanity and the growth of God. That is what he's telling them. The direction that was given here, the direction that Jesus gives here, he tells the multitude that, listen to me, you have been given money so as to gain more against my soon return. Jesus is commanding his followers, his disciples, the multitudes, to improve on their talents, to improve on their gifts, to improve on whatever they have been given, their ability, their capability, by doing good to mankind, by doing great to humanity until he comes back. Pastor nkiwana ukwane hiki. Ninajaribu kuambia kwamba we have been given money that we need to invest. We have been given talents that we need to invest. We have been given resources that we need to invest. In whatever field that you are, andonsia so kolemirimo, andonsia sole, you have been given responsibility to invest whatever is in your hands. Invest it with the mind, with the purpose of bringing more profit, increasing the money that you have been given. Invest your time, invest your talents, invest your treasures, invest your opportunities, that you do the work of God, advance the gospel, give it to everybody, wherever you are. Why you arrive today? Mbona wewe sio mgonjwa leo umeketi hapo na niangalia vizuri hivi? Mbona wewe ucharazo hospitali pale kitandani mwa hospitali? Mbona wewe unaniangalia na huko mzima hivi? Sababu ni moja, sio kwamba ukaendelee kuishi na kuishi na kuishi. Siku moja sisi sote tutafariki ikiwa Yesu atarudi. Sababu ambayo niko hai leo ni kwamba Yesu ananituma akiniambia kwamba enendeni ulimwenguni kote, mkapeleke uchumbe huu. Uchumbe gani ambao umepokea? Maana hawa watumishi 10, nataka unisikize vizuri. Ameita watumishi wangapi? Na wote wamepewa kiwango moja, ama mwingine amepewa 5, mwingine 3, mwingine 1. Hiyo ni ile ambayo inapatikana katika Mathayo 25, wacha ile. The parable of the talents, wachana na ile. I'm talking about the parable of the bounds. Ambao kila mtu, everybody is equal before the eyes of God. Kila mtu ni sawa sawa machoni pa Mungu.
Mungu anapotuangalia, anapoangalia pastor, anapoangalia elder, anapoangalia yule mama, anapoangalia yule kijana, anapoangalia yule mtoto, sisi sote ni sawa sawa machoni pa Mungu. Ndio sababu anatuambia kwamba nimewapea hizo talanta ambao mko nazo, kila ambacho nimewapa, ili mkaende mkaongezeke. Katika kile kitabu cha Warumi 12 fungu la 6, ukienda nyumbani utasoma. Warumi 12 mstari wa ngapi? Wa 6. Ukienda nyumbani utasoma. Na mstari wa 7, na wa Efeso 4 mstari wa 4 mstari wa 7. Ukienda nyumbani utasoma. Inakuambia kwamba kila ambacho Mungu ametupa ni kwa faida ya kila mtu katika jamii yetu. Ndio sababu amenipa na ruhusa, amenipa nafasi. Ndio sababu niko hai today. Ndio sababu nakuangalia, maana amenipa jukumu. Jukumu hilo nitakuonyesha kidogo tu hapo chini. Kidogo tu kila ambacho amenipa, na wewe amekupa, na yule amempa, na kila mmoja wetu amepata hicho ambacho Mungu anawawia kila mtu. Kila mtu amepata kiasi chake kulingana na mapenzi ya Mungu, maana we are all equal. Maana we are all equal. Na kila Mungu ametupa, it is equal to all of us. Yesu anasemaje katika Yohana, barua ya Yohana ya 2 mstari wa 8. Hiyo tutafungua tusome haraka. 2 John, the letter to John, 2 John verse 8. Iko hapa chapter moja tu. Nataka tuangalie hapa sana. Kuna mambo mengi ambayo tunakumbana nayo njiani. Maana Mungu ametuita, ametupa kazi tunaenda kumfanyia. Lakini kuna mambo mengi ambayo anatufanyia, tunakumbana nayo njiani. Lakini hiyo kitabu inatutia moyo. Kuna kitu ambacho inasema. Inasemaje? Second letter of John mstari wa 8. Inasema? Yes. Look to yourself. Chiangalieni, look to yourself. That we do not lose those things we worked for. Ili tusije tukapoteza vile vitu ambayo tumefanyia kazi muda mrefu. But that we may receive a full reward. At the end we will receive a full reward. Kwamba inawezekana tunavunjika moyo. Inawezekana mambo mengi ambayo tunakumbana nayo yanatufunja mioyo. Tunaona kwamba hatuna mwelekeo. Wakati mwingine tunafikiria hatutatoka humu duniani. Anatuambia tuchiangalie sana, tukaangalie sana, tukachunge sana, ili tuweke macho yetu mbele kule. Ni wapi huko tunaangalia? Maana Yesu wetu akaja akafa. Baada ya siku 3 akafufuka, akapaa mbinguni, na amesema hivi karibuni, ninafanya nini? Ninarudi. Na ninaporudi, ninabeba nini mkononi? Na kila mtu atapokea kulingana na nini? Nataka usikize vizuri hapo. Ananiambia kwamba we are saved by faith, but we are judged by our works. What are we doing? We have been given a responsibility. You have been given a big responsibility. And Jesus says that I'm living now this world. Ninaenda nyumbani, na kila mtu mmoja, kila mmoja wenu ni mtumishi wangu, ni mchakasi wangu, na nimewapa kazi nataka mfanye. Na hiyo kazi mkaifanye hadi siku gani? Nitakaporudi. Na ninapoteremka nikirudi, nitakuwa na uchira wangu mkononi, nampa kila mtu kulingana na kazi ambayo ametenda. Sasa hiki pastor nimepokea nini? Ni kitu gani? Kitu cha kwanza nimepokea, na wewe umepokea, na yule amepokea, na yule mtoto amepokea, ni kumpokea haki ambayo ni ukweli, ambayo ni Yesu Kristo. Sisi wote tuko hali moja, ambaye amekufa kwa ajili yetu, amelipa gharama yote kwa ajili yetu, ametupeleka mbinguni kwa imani, na anaishi kwa ajili yetu kwa imani pale mbinguni. Tumempokea huyu Yesu. Je, nakuuliza wewe umempokea Yesu? Mwingine amenyamaza, amesema mimi sijui. Je, umempokea Yesu?
Mwingine amesema ndio, amesema sina uhakika. Kwa sababu sauti ile ametoa ni kwamba sina uhakika. Sina uhakika kama huyu Yesu amekuja akakufa kwa ajili yangu. Jambo la pili ambao tuko equal ni kwamba mimi na wewe ikiwa tumempokea Yesu tumekuwa wana wa Mungu na nyumbani kwetu ni mbinguni. Na hiyo ndio ukweli ikiwa tumempokea Yesu. Ndicho ambalo anatuambia hapa. Kila ambacho amempatia kila mtu ambaye wameita hapo kwa hiyo lugha ambao tumesoma mina au mna. Kwa lugha ya Kiebrania ni mane. Mane. Na ilikuwa fedha ambayo inatosana 3 days wage. Hapa kwetu mtu akifanya kazi siku moja tunamlipa pesa ngapi? Shilingi 300? 500 kulingana na kila mahali mtu anapatikana na kazi anafanya. Kama ni fundi wa ujenzi ni shilingi 1000. Kama ni yule anapokeza fundi ni shilingi 500. Si ndio hiyo? Times 3 days, how much is that? 3000, si ndio? Kula lisabu mahali nimekuwa wiki hili lote ambao nimetoka huko jioni jana. Huko mtu akinifanyia kazi na mlipa shilingi 300 kwa siku. Wengine ni 200 nachua hivyo, lakini kwangu mimi nawalipa mia ngapi? 300 times 3, how much is that? 900. Hiyo ndiyo aliwapatia na kila mtu alipokea sawa sawa. 300 per day, 900. Akawaambia hiyo ndiyo pesa nimewapatia, enda mkafanyie kazi, mkapate faida, mkacha nayo. Enda mfanye kazi, muda mpya wa kufanya kazi. Enda ufanye kazi. You have been given the same amount of money. All of us, we have Jesus Christ. All of us, we have Jesus Christ. All of us, we are candidates, citizens of heaven. All of us. Enda mkafanye kazi. Unapeleka kazi mtu gani? Unampeleka Yesu. Ita watu wakuje kwa Yesu. Sasa wacha niulize katika kanisa la Kisii Central. Vile mko na madaktari wengi, nurses are here. Do you have a counseling center where you help people whose marriages are in trouble? You have psychologists here, people who teach psychology in this church, and you are a great men and women. I know I can give you 2 of them here in this church. Nawachua vizuri. Watu wa psychology, mumeanzisha hapa kuna ofisi mahali watu who have troubles in their homes, mahali wanakimbilia. Kuna mahali mkisikia ndoa ya pastor iko na matatizo, mnaanza kunongonezana. Tunafikiria pastor yeye anaenda mbinguni na yeye mbona wanapigana na mke wake? Si ni kawaida, pastor ni mwanadamu. Sasa wametuangana na bibi yake. Baada ya kunipeleka mahali nasaidiwa, mnaona nimekuwa mgonjwa kiroho, mnaona mawazo karibu yananiua, mkiniangalia mnasema huyu pastor anafaa suti vizuri na mawazo yanamuua. Baada ya kukaa na Biblia inasema penda mke wako jinsi unavyojipenda, tena wanapigana, mnaanza kunicheka badala ya kunisaidia. Jamani, hii kanisa kuna mahali nikiwa na sita na matatizo katika ndoa yangu, mnaweza kunisaidia? Jamani, katika hili kanisa ambao lina walimu wengi, watoto ni wengi ambao hawaendi shule, wana matatizo ya karo, tumewasaidia watoto walimu. Jamani, hili kanisa ni kanisa la muhimu. Watu ni wengi hapa mchini ambao wanakufa na kupotea without knowing the truth. The truth ambayo iko ndani yako umewapelekea. Hapa katika hili kanisa kuna idara pastor najua ya Voice of Prophecy. I know it is there because Royce tumefanya kazi na yeye muda mrefu sana. Hiyo idara iko. Wanafikiria ni yako Royce. Na ndio sababu wanakuachia hawataki wengine. Hii uchumbe Royce anaweka pale kwa ofisi. Royce, hii uchumbe huko? Uchumbe huko? Wamechukua, ni wangapi wamechukua, wamepelekea watu. Wengi hata hawachukui, wanafikiria ni wewe unatakikana upeleke. Hawajui kwamba ni wao wana uwezo wa kuchukua na kupeleka. Ni wangapi wamechukua uchumbe ukapelekea wengi? Ni wangapi ambao mnacheka wengine? Mkiona wengine jinsi wanavyoishi, katika ufukara wao, katika nchi yao, jinsi nyumbani mwao wanavyoishi,
hawana chochote, labda hawana chakula, labda hawana kitu chochote, unawacheka ama unawasaidia? Uliniambia Mungu hajakupa kitu chochote, lakini mgeni akifika kwao, wewe ni mkarimu, unamkaribisha vizuri. Unakaribisha wale wa kiwango chako peke yake ama unakaribisha watu wote? Na kuuliza, je, katika kanisa hili tunaendeleaje? God has given us great or small talents, abilities, capabilities, opportunities, time, power to reason, power to make decisions, that we may utilize them. We invest them. We invest them with the purpose in mind to harvest more, to make profit. And the profit here is to bring more and more to Jesus Christ. This parable is our Lord's statement with regard to the dangers of living undone the work of the lifetime. This parable, I'm just repeating that statement. This parable, the parable of the bounds, is our Lord's statement with regard to the dangers of living undone the work of the lifetime. Kuna kazi nzuri ambayo tungefanya. Parable hii inatustua ili tusije tukaenda kulala. Kuna kazi ambayo tungefanya maishani mwetu. Tukiwa katika home church yetu ya Kenya Vinge, let's have an impact in that home church. Tukiwa katika home church, najua kanisa hili na 17 home churches or more, not less than that, 17 or more. How much have you impacted in your home church? Have you been felt there? Kenya Vinge, are you being felt in that home church? How much have we felt you? Live about your fellow members in the church. Kenya Vinge is a place that is predominantly Catholic. Predominantly. You like it or not. Where I'm staying, wale ambao wamenisingira wote sio Waadventista. Wengine jioni wanakuja wakiimba, wengine jioni wanakuja wakipigana, wengine jioni wanakuja kivyao. How much have you been felt in that Kenya Vinge home church? That's what I'm asking. Have you invested the gifts that God has given you in that place? How much have you been felt? How much? How much have I been felt? How much have you been felt? How much? Paul says, and is giving us a warning, and the warning is very clear. It is very clear. He is appreciating the church of Thessalonica in 1 Thessalonians chapter 1 verse 3. Hiyo tutasoma. 1 Thessalonians chapter 1 verse 3. Inasemaje? Inasemaje? Oh, Biblia mlikuwa mmefunga? Hakuna shida. Nitasoma yangu. Yangu imefunguliwa kwa sababu iko kwa kichwa. Msijali. Lakini sitaki kusoma yangu. 1 Thessalonians chapter 1 verse 3. Why is Paul remembering this church? What have they done? 1 Thessalonians chapter 1 verse 3. Wamefanya nini hao watu? Nataka usikize vizuri vile nasema. Inasemaje? Nasema, yes. Remembering without ceasing your work of faith. Ninaendelea soma pole pole. Hiyo ndio fungu langu la mwisho. Sitafungua lingine, wewe usijali. Wewe soma pole pole. I'm remembering you for something. What is it? Answer. Remembering without ceasing for work of your faith. The work of your faith. Number 1. Labor of love. The labor of love. Number 2. And the patience of hope in our Lord Jesus Christ in the sight of our Lord. And the patience of hope in Jesus Christ. Who is Jesus Christ here? Sight of our Lord and the Father. Achia hapo. Tusome kwa Kiswahili. Nataka usikie. Ni kwa nini Paulo anakumbuka hili kanisa la Wathesalonika? Wamefanya nini?
They have invested the God-given gifts. They have invested the God-given time. They have invested all that God has given them. And now, Paul is remembering them. Why is he remembering them kwa Kiswahili? Wala hatuachi kukumbuka kasi yenu ya imani. Na taabu yenu ya upendo. Thank you so much. Asante sana, asante. Ni kwa nini hawa kanisa linakumbukwa? Kwa nini wanakumbukwa? Walikuwa na suti mzuri? Walikuwa na magari mangapi? Walikuwa na kanisa kubwa kiasi gani? Walikuwa na nini kizuri? Kwaya gani mzuri? Walikuwa na nini? Kasi ya imani. Sasa nakuuliza, wewe mtu wa kanisa langu, wewe mtu wa kanisa langu, kanisa la Kisii Central, nataka kukuuliza swali. Ile international choir ilienda wapi? Where is that international choir kimbia hapa? How can you be called international and you are seated? Come here quickly. I want to see how international you are. Ni amo? Oh, amo mko wapi? Si mnasikia international choir ni amo. Nilisikia walisema our guest choir ni amo ambao ni international choir. Thank you very much. Hawa sana wapenda sana nikiija hapa every evening na wakuta wanaingia hapa kuchifundisha. Thank you for that commitment and sacrifice. Lakini hili kanisa la Thessalonika linakumbukwa kwa sababu kasi yao ya imani. Na kanisa la Kisii Central ninawauliza, mtakumbukwa kwa vitina? Mtakumbukwa kwa uzuri wenu? Mtakumbukwa kwa imani yenu? Ama tutawakumbuka kwa ajili gani? Watu wote wataingia hapa Kisii Central wakitoa ushuhuda, watatoa ushuhuda gani juu yenu na juu yangu? Endelea kutafakari hilo swali jinsi Amo wanavyoimba hivi. Baada ya Amo kuimba nitafanya mwito. Amo nataka kuimba wimbo. Ndio sababu nimewaita. Say
muya Zayoni, totine gocha Zayoni, mocho muya Onyasaye. Matambo manyeti Nyasaye matera bana bengoti ya igoro bana bengoti ya igoro borokyo mogoko borokyo mogoko togende Zayoni omochomu ya Zayoni totine gocha Zayoni mochomu ya Onyasaye. Ribisurigia rigwase Zayoni totala igoro asebiti ibya igoro totala chichera chilya cheda chomu ya Zayoni totine gocha Zayoni mochomu ya Onyasaye. Matera abuche mariga asire bana bemoti enseria ya Imanueli gochachi sechinde chingi ya chaigoro togende Zayoni omochomu ya Zayoni totine gocha Zayoni mochomu ya Onyasaye. Chomu ya Zayoni totine gocha Zayoni mochomu ya Onyasaye. Hiyo ama kwaya wameimba vizuri, lakini nataka kukumbusha kwamba tunaenda wapi? Tunaenda nyumbani. Je, wewe unaenda? Ama wewe utabaki hapa? Kuna wengi ambao wanasema ni kupatisha tu. Mimi sipatisi, maana tunaenda wapi? Nyumbani. Na nyumbani kwetu njia tunaijua nayoelekea pale. Nataka kuambia kwamba kwa sababu kuna matatizo mengi ulimwenguni upo. Na mahali tunaishi kuna shida nyingi. Kuna magonjwa, kuna kifo, kuna kila kitu ambao tunaona. So wakati mwingine hatuna fedha, hatuna pesa kwa mfuko, hatuna nini. Lakini Yesu anasema tusije tukawa discouraged.
we fix our eyes on him, maana yeye amekwisha shinda yote na anaelekea nyumbani, tukamfuate. Ni wangapi wanasema hata mimi sichatumia vipawa ambao vyote nimepewa. Ile pesa ambayo nilikabidhiwa mkononi sichaiweka katika biashara na ichafanya biashara ikalete faida. Mungu anisaidie nami nikaende nikaingize hiyo fedha katika biashara na ikalete faida. Ni wangapi wanasema Mungu nisaidie, maana hiyo pesa umenipa haichafanya kazi, nataka ifanye kazi ikalete faida. Wako wapi hao nataka kuwaona? Wao wamesimama juu, mbona wameketi chini? Wale wamesema hiyo na mimi nimesimama, maana naambia Mungu bado zile talanta ambazo amenipa. The time he has given me, the opportunities he has given me, the mental power he has given me, the reasoning opportunity he has given me. Kila mtu amepewa kiasi chake. Ninajua wengi hatuchaingiza katika biashara ya Mungu. Wewe ni mfanyi biashara, tumia talanta yako ya biashara ukalete wengi kwa Mungu. Wewe ni mwalimu, tumia talanta yako ualimu ulete wengi kwa Mungu. Wewe ni daktari, tumia pale pale ukalete wengi. Wewe ni nani? Mimi sijui. Jinsi Mungu alivyokubariki kiasi chako, mahali unapoishi, ukae wa mfuto, ukalete wengi wakaingie katika hapa, ili nyumba la Mungu wakiabudu, tukitayarisha kwenda nyumbani. Hao ambao wamesimama ninawahurumia sana, maana you are about to make a commitment, na commitment ambayo tutafanya it needs all your sacrifice. Mnasikia huruma yangu ni ya nini? We are making a commitment, and a commitment needs sacrifice. Will you sacrifice your time out of your busy schedule? Will you sacrifice your time out of your busy schedule? Will you sacrifice all that you have? Your ability to listen, your ability to reason. Will you sacrifice it that you may bring more to the fold of our Lord Jesus Christ? I'm about to pray.